siasa, dini, imani na historia ya Afrika. Karibuni sana wapendwa wa Street Heart Africa TV. Mimi ni Eddie Kamoso. Kama unapenda historia, football na simulizi za kipekee za Afrika, usisahau kufanya subscribe, like, share na comment. Na kwa watu wote, makampuni, wasanii au yeyote anayehitaji matangazo, tunawasaidia kwa ubora wa hali ya juu kupitia production nzuri, sauti bora na uzoefu mkubwa katika documentaries, promo na matangazo ya biashara. Kwa sababu simulizi yetu ya leo ni simulizi ya kawaida, ni historia ya bara, historia ya football, siasa, dini, utamaduni, imani na nguvu ya Afrika. Mwaka 1957, Afrika ilikuwa bado inapigania uhuru. Mataifa mengi yalikuwa bado chini ya ukoloni. Lakini mjini Khartoum, Sudan, historia mpya ilikuwa inaanza. Africa Cup of Nations, CAN. Mashindano yalikuja kuwa moyo wa football ya Afrika. Lakini nyuma ya mpira kulikuwa na siasa, dini, utamaduni, imani na ndoto za milioni wa Afrika. Kwa sababu football ya Afrika haikuwa mchezo tu, ilikuwa sauti ya bara, ilikuwa matumaini na fahari ya Mwafrika. CAN ya kwanza ilifanyika Sudan kuanzia tarehe 10 hadi 16 Februari mwaka 1957. Timu 4 zilitarajiwa kushiriki: Egypt, Sudan, Ethiopia na South Africa. Lakini South Africa ilifukuzwa kwa sababu ya ubaguzi wa rangi. Ilikuwa moja ya nyakati za kwanza. Afrika ilitumia sport kupinga ukandamizaji. Football ikageuka sauti ya uhuru na alama ya heshima ya Mwafrika. Egypt ikaingia kwenye historia kwa kushinda CAN ya kwanza ya Afrika. Katikati ya historia hiyo alisimama mtu mmoja, Muhammad Diab Al-Attar, anayejulikana kama Ali Diba. Akiwa na Egypt alifunga mabao 5 na kwenye fainali akafunga mabao 8 peke yake. Ali Diba akawa superstar wa kwanza wa football ya Afrika, akawa mfungaji bora wa kwanza wa CAN na legend wa kwanza wa AFCON. Lakini baada yake Afrika ikaendelea kutoa magwiji: George Weah, Samuel Eto'o, Didier Drogba, JJ Okocha, Yaya Toure, Mohamed Salah, Sadio Mane, Riyad Mahrez na wengine wengi. Majina yaliyoifanya dunia iheshimu football ya Afrika. George Weah akaandika historia kuwa Mwafrika wa kwanza kushinda Ballon d'Or, na kutoka uwanjani akaingia kwenye uongozi wa Liberia. Didier Drogba akaisaidia kuleta amani Cote d'Ivoire. Samuel Eto'o akaonyesha kuwa Mwafrika anaweza kutawala Ulaya. Mohamed Salah akavunja rekodi England na kuwa mfano wa vijana. Sadio Mane akatumia utajiri wake kusaidia wananchi kujenga shule na hospitali. Yaya Toure akabadilisha historia ya Manchester City. JJ Okocha akaifurahisha dunia kwa kipaji chake. Lakini nyuma ya maarufu kulikuwa na sacrifice, maumivu na vita ya kudhibitisha kuwa Afrika nayo inaweza. Lakini baadhi ya mashujaa wa Afrika waliaga dunia mapema. Marc Vivier Foe
alianguka uwanjani akiwa bado analipigania taifa lake. Afrika yote ililia. Papa Bouba Diop, shujaa wa Senegal, pia akaondoka duniani. Stefan Keshi, Rashidi Yekini na wengine wengi wameondoka, lakini legacy yao imeendelea kuishi. Kuanzia mwaka 1959, faino za CAN ziligeuka kuwa kioo cha historia ya Afrika. Kila mchezo ulikuwa na simulizi yake, maumivu yake na furaha yake. Mwaka 1959, Cairo International Stadium, Cairo, Egypt. Egypt ikatwaa CAN ya pili mfululizo. Mwaka 1962, Haile Selassie Stadium, Addis Ababa, Ethiopia. Ethiopia ikatwaa kombe lake la kwanza. Mwaka wa 1963, Accra Sports Stadium, Accra, Ghana. Ghana ikaanza zama za utawala wake. Mwaka wa 1965, Stade Charles Witten, Tunis, Tunisia. Ghana ikaendelea kuwa nguvu kubwa. Mwaka 1968, Stade Tata Raphael, Kinshasa, Kongo. Kongo ikaandika historia mpya. Mwaka 1970, Khartoum Stadium, Khartoum, Sudan. Sudan ikatwaa kombe nyumbani. Mwaka 1974, Stade Tata Raphael, Kinshasa, Zaire. Fainali ikarudiwa, moja ya matukio ya kipekee katika historia ya CAN. Mwaka wa 1978, Accra Sports Stadium, Accra, Ghana. Ghana ikawa taifa la kwanza kutwaa CAN mara 3. Mwaka 1980, National Stadium Surulere, Lagos, Nigeria. Nigeria ikatwaa CAN yake ya kwanza. Mwaka wa 1982, 11 Jan Stadium, Tripoli, Libya. Fainali ilijaa presha na hisia kali. Mwaka wa 1984, Stade Felix Houphouët Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire. Cameroon ikaanza zama mpya. Mwaka wa 1986, Cairo International Stadium, Cairo, Egypt. Egypt ikatwaa kombe tena. Mwaka wa 1988, Stade Mohammed V, Casablanca, Morocco. Roger Mila akawa alama ya football ya Afrika. Mwaka 1990, Stade 5 Juillet, Algeria. Algeria ikatwaa CAN nyumbani. Mwaka 1992, Stade de l'Amitié, Dakar, Senegal. Penalty za kihistoria, Côte d'Ivoire ikaifunga Ghana. Mwaka 1994, Stade El Manzar, Tunis, Tunisia. Zambia ikacheza fainali yenye machozi. Mwaka 1996, FNB Stadium, Johannesburg, South Africa. South Africa ikaandika historia baada ya apartheid. Mwaka wa 1998, Stade du 4 Août, Ouagadougou, Burkina Faso. Egypt ikaanza kujenga ufalme wake upya. Mwaka wa 2000, National Stadium, Lagos, Nigeria. Cameroon na Nigeria zikacheza fainali isiyosahaulika. Mwaka 2002, Mali National Stadium, Bamako, Mali. Senegal ikaishangaza Afrika. Mwaka wa 2004, Stade 7 Novembre, Tunis, Tunisia. Tunisia ikatwaa CAN yake ya kwanza. Mwaka 2006, Cairo International Stadium, Cairo, Egypt. Didier Drogba akalia. Egypt ikatwaa ushindi. Mwaka 2008, Ohene Jan Stadium, Accra, Ghana. Egypt ikaandika historia mpya. Mwaka 2010, Estadio 11 de Novembro, Luanda, Angola. Egypt ikawa taifa lenye CAN nyingi zaidi. Mwaka 2012, Stade de l'Amitié, Libreville, Gabon.
Zambia ikafanya miujiza, Afrika yote ikalia. Mwaka wa 2013, FNB Stadium, Johannesburg, South Africa, Nigeria ikarudi kuwa bingwa. Mwaka 2015, Estadio de Bata, Bata Equatorial Guinea, fainali ya penalti zisizosahaulika. Mwaka wa 2017, Stade de l'Amitié, Libreville, Gabon, Cameroon ikaishangaza Afrika. Mwaka 2019, Cairo International Stadium, Cairo, Egypt, Riyad Mahrez akaiongoza Algeria. Mwaka wa 2022, Olembe Stadium, Yaounde, Cameroon, Senegal ikaandika historia mpya. Mwaka wa 2024, Alassane Ouattara Stadium, Abidjan, Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire ikafanya miujiza mbele ya mashabiki wake. Mwaka wa 2025, Complexe Sportif Prince Moualou Abdellah, Rabat, Morocco. Morocco ikajiandaa kuikaribisha Afrika katika zama mpya za teknolojia. Katika Afrika, mpira na dini vinaishi karibu sana. Wachezaji huomba, wengine husoma Qur'an, wengine hushika Biblia. Kwa mashabiki wengi, ushindi ni baraka kutoka kwa Mungu. Lakini kuna upande mwingine wa football ya Afrika, imani za jadi, siri na mila zilizodumu kwa miaka mingi. Baadhi ya timu zilifanya mambo mengi kabla ya mechi. Wengine walivaa hirizi, wengine walimwanga maji na damu uwanjani. Hakuna ushahidi wa kisayansi kuwa mambo hayo huleta ushindi, lakini yaliendelea kuwa sehemu ya utamaduni wa football ya Afrika. Leo Afrika imeingia katika zama mpya. Teknolojia, akili mnemba, mitandao ya kijamii na uchambuzi wa data vimebadilisha football, na Rwanda pia inaanza kuandika historia yake. Medi Kagere, Haruna Niyonzima, Jacques Tuyisenge, Djihad Bizimana na kizazi kipya cha Amavubi kinaonyesha kuwa Rwanda ina future nzuri. Kuanzia kani ya kwanza mwaka 1957 hadi football ya Afrika leo, Afrika imebadilika, lakini moyo wa mpira bado unaishi. Katika viwanja vya Afrika unaweza kuona siasa, dini, utamaduni, maumivu, furaha na ndoto za milioni ya vijana. Lakini mwisho wa yote, ushindi wa kweli hauji kwa hofu wala propaganda. Unakuja kupitia umoja, nidhamu, maono na kazi ngumu. The Modern African, simulizi ya Afrika inayoendelea kuandika historia. Mimi ni Eddie Kamoso, maji ya ukweli. Ukikataa kuyanywa, hutayaelewa. Kama unapenda documentary hii, fanya subscribe, like, share na comment. Na andika hapo chini ni simulizi gani, historia gani au documentary gani ungependa tuilete wakati mwingine. Kwa wote wanaotaka matangazo ya biashara, tunawasaidia kwa ubora wa hali ya juu kupitia sauti nzuri, production bora na uzoefu mkubwa. Asanteni kwa kuwa pamoja na Street Heart Africa TV. Shalom.